Halo mwanafunzi wangu wa filamu, tamthilia na biashara ya YouTube. Mambo vipi, natumaini unaendelea vizuri. Somo langu la leo hautoniona. Leo ninaelezea tu. Leo bwana ninaelezea YouTube ina application yake ambayo ni kama remote yake. Kwa maana unavyoziona video kwenye YouTube zitakuwa zimeingiza kiasi gani, zina views kiasi gani, YouTube channel subscribers wapo wangapi, lini waliongezeka wangapi, kwa mwezi wameongezeka wangapi, kwa mwaka huu umetengeneza shingapi, wiki iliyopita iliingia shingapi, video gani inafanya vizuri kwa views, video gani inaingiza pesa nyingi. Sasa utajuaje? Kwa hiyo kuna hiyo application ambayo ndo ina monitor YouTube. Hiyo application inaitwa YouTube Studio. Tutakwenda kuisoma hapa leo. Sasa moja kwa moja, YouTube Studio ni kitu gani? YouTube Studio ni jukwaa rasmi la kusimamia channel ya YouTube. Linamwezesha mtayarishaji wa maudhui kupakia video, kufuatilia takwimu, kuelewa watazamaji wake na kufanya maamuzi ya kimkakati ili kukuza channel yake. Kwa wanafunzi kwa watu ambao wanajifunza kutumia YouTube, hii pia ni muhimu sana kuweza kufahamu na kuweza kuwa na application ya YouTube Studio katika simu zao. Kwa hiyo cha kufanya mpaka hapo, ingia Play Store, andika YouTube Studio, download hiyo application ili uweze kuwa nayo. Hii ni mfumo wa usimamizi wa channel ya YouTube. Unatumika kupakia video. Ina maana unaweza ukaposti pia kwa kutumia hii application, lakini pia inatumika kuhariri maelezo. Unaweza ukaya-edit maelezo kama uliposti jana, leo unataka uongezee maneno kidogo kwenye title au kwenye description, unaweza. Lakini pia inasimamia comment. Ukiingia kwenye YouTube Studio unaweza ukadelete comment za watu, unaweza ukahide comment, unaweza ukazuia comment. Lakini pia huu mfumo unatoa takwimu za kina kuhusu video zako. Inatoa takwimu kivipi? Tutakwenda kuona. Kwanza kabisa, sehemu muhimu ya ndani ya YouTube Studio kuna sehemu inaitwa dashboard. Dashboard inatoa muhtasari wa channel yako. Lakini pia kuna sehemu nyingine katika YouTube Studio inaitwa content. Okay, sasa moja kwa moja tuende kwenye YouTube Studio yenyewe tujifunze ili tukiwa tunaona hivyo vipengele. YouTube Studio hii hapa katika simu yangu ni upande wa kushoto chini kabisa. Ninaifungua. Baada ya kuifungua, hiki tunachokiona hapa ndio dashboard. Kwa dashboard inaonyesha maendeleo. Kwa mfano, hapa mwanzoni kabisa inaonyesha channel yangu ina subscribers wangapi. Lakini pia inaonyesha makadirio ya siku 28 zilizopita, yani mwezi mmoja. Kwa kama kwenye hii channel sasa hivi unaweza kaona ndani ya siku 21 siku 28, ni siku 28. Ndani ya siku 28 zilizopita nimetengeneza, yani watu 2600 wameview kazi zangu. Katika masuala haya ya namba, ukiona sehemu imeandikwa K, maana yake ni 003. Kwa hiyo hii hapa ni 2600. Lakini pia masaa yaliyoingia katika channel hii ni masaa 81.2. Katika siku 28 zilizopita watu 35 walisubscribe katika hii channel. Lakini pia wana estimate pesa, inaonekana hapa ni shilingi 1800 imeingia katika hii channel. Na huku chini kuna takwimu nyingine kadha wa kwanza. Sasa moja kwa moja twende tukaangalie kipengele cha dashboard. Angalia upande wa kushoto chini kabisa kwenye hii program, utaona sehemu imeandikwa dashboard. Tunabonyeza hapa kwenye dashboard. Dashboard ndio hii ambayo tumetoka kuitazama. Baada ya hapo kuna content. Tunabonyeza pale kwenye content. Okay. Katika content hii ni mahali pa kuona video zote ulizozipakia. Video zote unakwenda kuziona hapa, lakini video zimegawanyika katika makundi mawili. Kuna shorts video kama unavyoziona hizi za huyu jamaa aliyevaa nguo ya kijani, hapo kuna shorts. Lakini upande wa kulia utaona wameandika view all. Kwa hiyo nikibonyeza hapa kwenye view all nitaonyeshwa shorts zote hizi hapa ambazo nimewahi kuzipost. Nikirudi nyuma kidogo, nikija hapa kwenye content tena, chini hapa kuna sehemu ya
hapa juu kuna sehemu ya video. Kwa hiyo katika sehemu ya video nayo pia nikibonyeza view all, video zote nilizowahi kuziposti zinaonekana. Lakini pia unatakiwa ukumbuke kwamba YouTube ina aina mbili ya video. Kuna video ndefu na video fupi. Video ndefu mara nyingi zinaitwa video na video fupi zinaitwa short. Short ni video ambazo wakati wa upigaji kamera au simu ilisimamishwa, na video hizi huwa hazizidi dakika 3. Kwa hiyo ndipo ukimaliza kuishoot hiyo video utaiweka huko na itakuwa shorts. Au video yote utakayoshoot kwa kusimama na haijazidi dakika 3, basi hiyo video itakapokuwa imepostiwa, yani direct, hiyo video itakuwa ni short. Sasa hizi ndo video kama unavyoziona, lakini hizi huku ndo shorts. Hizi za upande wa pili hapa ndo kuna shorts kama unavyoziona. Ukibonyeza kwenye view all zote unaziona kama unavyoziona zenyewe zimesimama. Umeona? Sasa basi katika dashboard hapa pia tunakutana na sehemu imeandikwa analytics. Hii hapa ya 3 chini kabisa, kipengele cha 3 kinaanza dashboard, content, inakuja analytics. Ukiingia kwenye analytics ni nini? Analytics ni sehemu za kuoneshwa takwimu za utendaji wa video, yani hiyo video yako sasa peke yake inafanyaje kazi. Let's say kwa mfano hapa anaonyesha top content, yani katika channel hii kuna content 5 zinafanya vizuri sana ndani ya siku 28 zilizopita. Hizi hapa zinaonyeshwa na zinaonyeshwa view zake, na ukiscroll chini kabisa unaonyeshwa mpaka zinapofanya vizuri muda mfupi uliopita kama masaa 28 nini kinaendelea. Umeona Kwa hiyo katika analytics hapo utakutana na hiyo kitu. Lakini ukija hapa juu kuna views, ukislide kushoto kuna watch time, ukislide kushoto kuna hesabu, ukislide kushoto kuna pesa ambayo ni shilingi 1800. Kwa analytics, kwa maana ya kwamba ile dashboard sasa inaanza kuvunjwa. Inavunjwa katika, kwa mfano huko juu kabisa kuna overview, inavunjwa kwenye content, yani content inavunjwa sasa kila video inafanya nini, video bora na vitu vingine. Alafu pia audience ambao ndo wale subscribers nao pia wanavunjwa kwenda kuangalia. Kwa mfano ukija hapa unakuta kwamba unakuta kwa mfano hawa audience vifaa vyao wanavyotumia. Unaona hapa kuna mobile, simu. Ina maana kwa mfano kama hii channel 86% simu, 7% kompyuta, 4% TV, 1.2 ni tablet. Kwa unaweza kuona kwamba kumbe mimi natazamwa zaidi na watu wanaotumia simu. Kwa ukishajua kwamba unatazamwa zaidi na watu wanaotumia simu, hiyo itakupa akili kwamba nini ufanye, labda nipige zaidi video za kusimama zaidi. Umeona? Lakini tukienda chini hapa kuna sehemu ya age. Age inakuonyesha kwamba hii channel watu wa umri gani wanaifuatilia zaidi. Katika hii channel ni watu wa umri wa miaka 25 hadi 34 na miaka 35 mpaka 44. Kwa hiyo ukishajua hivyo unaweza pia ukaboresha content kwamba hawa ni watu wazima. Kwa hiyo watu wazima wa umri huu ni watengenezee content za namna gani zaidi. Umeona? Maana hao ndio wateja wako. Lakini mwingine anaweza kujiuliza wanawezaje kujua umri? Wanajua umri kutokana na email ambazo zimewekwa katika simu hizo zinazotumika, kwa sababu unapofungua Gmail lazima uweke umri wako. Lakini pia hapa inaonyesha gender kwamba wewe unafuatiliwa na watu gani, kama wanaume au wanawake. Na vitu vingine vingi. Let's kwa mfano geography hapa. Je, unafuatiliwa na watu wengi zaidi kutoka nchi gani? Unaweza kubonyeza hapo ikakufafanulia zaidi. Katika hii channel 65% inafuatiliwa na watu kutoka Tanzania, lakini kuna 0.6% imefuatiliwa na watu kutoka South Africa. Lakini kumbuka hii ni kwa ajili ya siku 28. Sasa tukitaka kujua tangu izaliwe mashabiki walitokea wapi, tunaweza tukaja hapa juu tukachagua lifetime. Umeona? Unaweza kuchagua mwaka, mwezi, lakini tukichagua lifetime maisha yake yote. Kwa hiyo hapa tatuonyesha kwamba maisha yake yote kuna watu waliangalia kutoka Tanzania,
Kenya, Rwanda, India, Congo, United States, Mozambique, Burundi, Oman. Hii inakusaidia wewe kujua watu wako wanaokutazama, wanaokufuatia wanatokea sehemu gani, na inakusaidia wewe kuboresha kazi zako. Okay, katika analytics pia kuna kipengele cha revenue. Revenue ni pesa. Kwa hiyo inakuonyesha, let's say hapa inakuonyesha kwamba kila, let's say inakuonyesha kwa siku 28 zilizopita channel yako imetengeneza shilingi 1800. Lakini pia inakuonyesha katika miezi, lakini pia inaweza ikakuonyesha katika video moja ni shilingi ngapi ambayo imetengenezwa. Kama unavyoona kuna video jasiriamali 700 kwa siku 28, kaoshi 300, uwanja wa fisi 200 kwa siku 28. Hii channel yani haipostiwi sana, ndio maana unaona hela zake ni ndogo. Kwa ukitaka kuangalia labda mwezi Februari, labda unakuja hapa juu unabadilisha hizi siku 28, unaenda unatafuta mwezi Februari, itakuonyesha kwamba mwezi Februari iliingia shilingi ngapi kwa kila video. Kwa hiyo hapa pia hii huwa inasaidia sana maproducer kugawana pesa na wasanii. Kwa maana kwamba anajua msanii wangu aliyecheza filamu hii au wasanii waliocheza filamu hii walitengeneza shilingi kadhaa, kwa tutagawana nao kiasi kadhaa. Okay. Tukiskipu mpaka kwenye sehemu ya community, tutakutana na posti zako unazoziposti kule kwenye community, na itakuonyesha like zake, itakuonyesha comment zake. Unaweza pia hata ukazireplay hapa, ukabonyeza kureplay zile comment kule. Lakini pia mwisho kabisa inaingia katika kipengele kinaitwa earn. Hiki kipengele sasa chenye kinakuonyesha umefikisha dola ngapi kufikia hatua ya kutoa pesa. Kwa mfano, hii imefika dola 32 na pesa zinatakiwa zitoke zikifika dola 100. Kwa hapa inakuonyesha dola 32 kuelekea dola 100 ambayo inaweza ikatoka. Nafikiri kwa haraka umeweza kuona hii YouTube Studio inafanya nini. Humo ukiingia kuna analytics nyingi sana ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kuweza kuiboresha kazi yako. Anasema analytics muhimu zaidi ni analytics ambazo tunategemea utakwenda kuziona ni hizo views, watch time, masaa, audience retention, ambayo ni sehemu gani ya watu wanaoendelea kutazama au wanaacha. Ni hii inaweza ikakuonyesha kwamba mashabiki zako wanakushabikia kwa namna gani, wanaangalia kidogo au wanaangalia sana, watu gani wanakupenda zaidi. Hii ina takwimu nyingi, mimi nimeielezea tu kwa ufupi. Let's say watch time sijazungumzia sana. Mfano, ukija kwenye dashboard kuna sehemu hapa imeandikwa watch time. Ukibonyeza watch time hapa, umeona inaonyesha ndani ya siku 28 hii channel imeingiza masaa 81. Ukibonyeza tena kwenye hii graph itajipambanua zaidi. Umeona ndani ya siku 28, ndani ya siku 90 itaonyesha, ndani ya siku 365 itaonyesha, na ukiscroll mwisho kabisa itakuonyesha lifetime, yani maisha yote hii channel iliingiza masaa mangapi. Mfano, hii channel iliingiza masaa 17,049.2. Kumbuka masaa ilipofika 4,000 hii channel ndio ilikuwa verified. Kwa hiyo kama channel yako haijafikisha masaa 4,000 usikate tamaa. Umeona hii imefikisha masaa 17,000. Kwa hiyo wewe kufikisha masaa 14,000 wala sio kitu cha ajabu. Kwa hiyo kufikia hapo nimefikia mwisho. Hakikisha una download application ya YouTube Studio iweze kukusaidia kumonitor kazi zako. Kama una swali, namba zangu za simu ni 0687 800 468. Ni cheki WhatsApp au nipigie kwa maswali zaidi, na unaweza ukapata msaada wowote ule. Lakini pia bila kusahau, kwa maana kwamba ninaandaa vipindi, ninatumia gharama, natumia muda, natumia nguvu kuandaa. Kwa hiyo unaweza ukanisupport kupitia Airtel Money. Namba hiyo inapokea pesa. Unaweza ukanitumia 500, ukanitumia 1000, ukanitumia 2000, 10,000, pesa yote unaweza wewe kunisupport mimi ili niweze kuendelea kutoa vipindi vingi zaidi.